kingine ambacho kinahusiana na ujinga wa akili tunasema ni kushindwa kufikiria kwa kutumia mantiki. Tunavyosema kufikiria kwa kutumia mantiki maana yake ni mfumo wa kufikiria ndani ya akili zetu. Akili zetu zilitengenezwa au ziliumbwa ili ziweze kufikiria kimantiki, ili ziweze kufikiria mambo katika mfumo fulani. Na kuna mifumo mingi sana ya kufikiria ndani ya akili ya mwanadamu. Na hii mifumo ndio inayoitwa mantiki. Kwa mfano, ukichukua mfano mzuri, mtu unafikiria labda kuhusiana na namna kuotesha mbegu zako. Kwa hiyo mtu ambaye anafikiria kimantiki atafikiria ili mbegu yangu iweze kuota, inatakiwa nichukue nikaipande. Nikiipanda niweke maji. Nikiweka maji kuwe na udongo mzuri, kuwe na hali ya hewa nzuri. Baada ya muda fulani mbegu itaanza kuota. Kwa hiyo huyu mtu anafikiria kimantiki, na kutokana na kufikiria kimantiki maana yake anaweza akafanya maamuzi yale ambayo yakawezesha yeye kuweza kutoa mbegu, kutoa matunda yaliyojificha ndani ya hiyo mbegu. Kwa hiyo mtu ambaye afikirie kimantiki, mtu ambaye afikirie kimantiki ni yule mtu ambaye anafikiria kwamba anaweza achukue mbegu akaiweka kwenye maji au akaiweka tu kwenye simenti na ikaota ikatoa matunda. Kwa hiyo mtu ambaye ni mjinga wa akili, kwa hiyo anapoteza uwezo wa kuweza kufikiria kimantiki. Kwa hiyo akipoteza uwezo wa kufikiria kimantiki, nini kinatokea? Kitu ambacho kinatokea, kumbuka, hili tufanye jambo fulani, tufanye jambo fulani, au hili tuamue maamuzi ambayo maamuzi ya muda mfupi au maamuzi ya muda mrefu yanatuhitaji tuweze kufikiria. Kwa hiyo mtu kama atakuwa afikiri kwa usahihi, maana yake atapata matokeo ambayo sio sahihi, na mtu akipata matokeo ambayo sio sahihi maana yake maisha yake yanaelekea kwenye uelekeo usiokuwa sahihi. Kwa mtu ambaye ni mjinga wa akili huwa wanakuwa na sifa ya kutokufikiria kimantiki. Kwa mfano mtu anaamini ya kwamba kufanikiwa katika maisha ni bahati, kitu ambacho sio sahihi. Maisha yalitengenezwa